Umekaa muda gani tayari hapa? Hapa? Siku mbili. Juzi na jana. Umekuja juzi ya juzi? Ilikuwa natoka Makueni. Ulifanya nini ukaletwa hapa gerezani? Hiyo ilikuwa mambo ya development. Tulikuwa watu wangapi? Tutoto tuwili, si vijana wawili na kijana mwingine niko naye, na tumesikwa sisi watu wawili. Kwa hiyo wale wengine wajasikwa. Sasa kuzikwa yetu, unajua ile nini, ile mtoto alienda kupimwa ni wa miaka 15. Ameenda kupimwa, ni yule amenichochea na mama yake. Mimi siyapimwa. Haya, kuenda kwa nini? Kwa koti, mimi unajua nilikuwa mgonjwa. Kwa miaka ngapi? 2. Kabla pato jaonana na bibi yangu. Umekuwa mgonjwa? Mimi kwa usazi. Nilikuwa nakula, hata nilifanyiwa nini hapa Makueni. Ndio nilifanyiwa. Ulikuwa unatibiwa? Upasuaji. Haya, sasa kafanya nini? Nikakuja nikapasuliwa. Tukiuliza jaji, anatuambia ile mtoto iko na mimba. Tunajua tuko 5. Lazima tufanywe DNA wote. Yapanywa namna hiyo. Ile nini? Ile kufungwa ya moto ndio anasomewa afanye nini? Mimi sina msaiti amenikuta. Hakuna. Na huyu mtoto ni nani? Mnaishi ni kwa mbali na kwetu. Na kitu inachangaza mimi sikunywangi pombe wala kitu yoyote ya dunia. Nimewacha wakati nimekuwa na watoto na mabibi zao. Mimi nikawacha kila kitu ya dunia na nikaingia kwa kanisa. Kwa hiyo pia nilikuwa nalewa, nilikutana naye nalewa nikamfika. Inanichangaza, iko tabibu ni mtoto. Kijana ule wa mbele ameenda nini litaya. Kulitaya huyo anasoma na watoto wangu hiyo katikati. Ndio alipewa nini usafikivu. Sasa alikuja kwangu akitaka mawe ya kujenga. Mimi nikakataa. Manake alikuwa anataka pesa bure na mimi nataka pesa. Ule safikivu ndio aliambia ile wazazi ati ule mtoto analala na watu na yeye iko na mimba. Na umesema ulikuwa na ugonjwa hata bibi yako hujakutana naye kwa miaka 2. Umepona hiyo ugonjwa? Nitafuta pesa. Niende hospitali. Nilikuja Machakos nikaambiwa niende nitafute shilingi 8,000. Sasa mimi kuenda nitafuta hivi si ndio nilizikwa. Nikapelekwa wapi? Nilifanyiwa operation Makueni. Lini? Nikapasuliwa hata hapa watu. Ulifanywa upasuaji lini? Operation lini? Sasa tuseme ni mwezi ya 9 mwaka uliopita. Ukapona hiyo ugonjwa? Hiyo ya nini ilikuita ya uzazi. Lakini hii hapa watu pasuliwa na mimi naambiwa, mimi niliuliza daktari, hapana kunipasua hiyo. Akaniambia mtu apasuliwi kwa pale ngapi, ukiendelea na kliniki utakuja nifanye nini na kupasua hapo. Kwa hivi nilifanyiwa operation huko. Sasa unasema kwamba wewe hujafanya hivyo, hukushika huyo mtoto? Hata ni mbali sana na kwangu. Na mimi niko na wachukuu, weko na watoto. Kwanza hawa mbona mimi siyasika hawa? Niko na bibi yangu. Ni mzuri yeye iko. Mimi sikunywangi pombe. Na hiyo pombe ndio inafanyanga mambo ingine au upange au nini. Lakini sana pombe. Na hiyo ndio inafanyanga mambo. Unafanya vitu mbaya alafu baadaye unajiuliza. Vitu sio jua. Kwa hivyo mimi sijawahi kufanya kitu kama hiyo. Hapana. Mimi wewe si jaji naweza kukuambia nilifanya. Si ndio? Nione nini? Nione wasaidizi. Lakini mimi si kufanya kitu kama nini. Na kile nasikia mbaya. Mama yake nilikuwa mgonjwa, mimi naambia jaji. Hakuna msaidi alinikuta. Mimi na yeye, atingilala na yeye. Ile mtoto tuko 5, pato panyiwa ndiye. Kwa nini? Haya, ule mtoto wenda kupimwa, mimi sijapimwa. Sasa hii mimi naona nilifanya kudhulumiwa tu. Na umefungwa miaka ngapi? 15. Na uko na miaka ngapi sasa hivi? 82. Sasa kumaanisha utapa mpaka miaka 97, mpaka 97. Hiyo ni kuniua tu nisione watu wangu tena.
Pole sana mzee, pole sana mzee. Pole sana baba, pole sana. Unapanga kuapili kesi yako? Unapanga kuapili? Kupeleka kwa court of appeal? Hapana, nataka niandikiwe sasa. Uandikiwe. Maisha kwa gereza iko namna gani kwa hizi siku chache umekaa gerezani? Unajua kwa kwangu, unajua mimi tangu utoto wangu sijawahi kusikwa. Tangu utoto wangu sijawahi kusikwa ati niende nikafungwe. Sasa ndio wani. Na kile pile mimi naona, unajua hii watu unakaa naye, hawa ndio wapaya. Kama sasa mahali sisi tulikuwa huko, nilikuwa naona ilikuwa mbaya. Lakini kwa hapa, sipokuwa sijui ama mimi ndio mkeni, mimi naona tu wale nakaa nayo ndio wapaya. Uchokozi, wanakuanga na uchokozi, na kuna kitu wa kukusaidia. Kama sasa mimi nalalanga pile blanketi, unasikia iko na baridi. Mahali mimi nalala, huyo ananisukuma, huyo ananisukuma, yaani sasa mimi ni mkeni. Mimi nawaambia, mimi nakuja hapa pile wanakuja. Kwa hivi, kile kiko naweza kuniheshimu. Tusukume hii nini, tutoke wapi? Mimi naendelea tu nione vile wanaendelea. Kwa hivi siwezi kukueleza sana kwa hapa. Maana yake mimi siyaona wasikali yakifika watu. Najua wasikali na zingine anakuanga nini. Mimi siyaona mtu anapikwa. Siyaona nini, sipokuwa kulala na kuvaa ndio mbaya. Kulala na kuvaa, maana yake hakuna blanketi. Kumbuka suruali ni hii. Sati ni hii. Ngipua lazima nivae hii fulana peke yake. Ndio sina kitu kingine. Sabuni sijajua maana peana. Unajua hii ni tabu. Sasa siwezi jua sasa mahali ingine. Sijawahi kujua sana vile ilivyo. Siwezi kukuelezea hapo mbele. Manake siyachungua vile ilivyo. Mutungi Nziki Ndaise. Asa hii ndio umepewa, imeandikwa jina lako na ile kesi umeshtakiwa na ile kifungo umehukumiwa, sio? Na wakati niliofungwa. Na ile wakati utatoka. Unaona hapo ni mbali sana. 2030. Na hapo ni wapi nitakuwa wapi? Bibi na watoto walivyosikia unafungwa walisema aje? Hapana, wanajua huyu ndio amenizingatia. Hata sasa ananiuliza kuja hapa. Manake ndio huko. Watu wangu wananipenda. Manake unatafuta vile mimi naweza toka wanashindwa. Mimi niko na vijana 9. Kijana 9 na mjana moja ndio 8 wakati ya mapinduzi. Iko na watoto 7. Kwa hiyo nakwambia mimi sikunywangi pombe na wananipenda zaidi. Hata majirani. Kwa hiyo mimi naona mbaya kwangu zaidi. Manake nimefunga bure tu. Mungu iko tu. Mungu atakusaidia mzee. Ile unasikianga mtu anadharauliwa anafungwa bure ni kama hiyo. Manake nilifungwa bure tu na nizawilia hii nini. Manake kile kibaya hakuna mtu alinikuta mahali. Haya pile. Patala kufanywa DNA hakuna mtu alikuja hivi akaniona mimi niko huyo.
Haya, sisi tuko watu 5. Sasa hao wengine Wale ambao mlishukiwa kufanya kitendo wanawachwa. Hata kwa hapa ili nini statement anaandikwa watu wangapi? 5. Na tukiuliza jaji, ingemuuliza wewe, hii watu wengine weko wapi? Ananiambia najua kile kilivyo, mtu afanye kesi yake pili, alikuwa anaenda kwa msichana. Haya, tukiuliza bibi nyumbani, ananiambia wale kijana alikuwa na kuanga na wewe, weko hapo nyumbani tu, weko hapo tu, pato sikwa tulizikwa sisi tokewa wawili, na hiyo ndio tunahangaishwa sisi. Si Mungu iko, unajua akipunga njia hiyo anapungua ingine, apungangi yote, apungangi yote, atapungua njia tu, manake anaona hiyo sio kweli, atakuja kunifungulia njia. Ni mmoja wa wafungwa wenye umri mkubwa zaidi ambao tumebahatika kusikia kisa chake kilichopelekea yeye kuhukumiwa miaka 15 gerezani. Hii ni licha yake kuwa na miaka 82.